Alhamdulillah ala ashraf al-mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ba'd. Maashara al-hadirin, yamezungumzwa ya kuzungumzwa, yamesemwa ya kusemwa, yamesomwa ya kusomwa. Ilikuwa kuna nafasi kubwa ya kuzungumza ile iliyosomwa, lakini muda hauwezekani. Mzee wetu Shabani kama alivyosema Sheikh Nuhu, wa kueleza historia ya nchi hii hakuna. Nchi inakuwa ni mwali. Anahama kutoka Kenyasa, anahamia hapa. Mimi ni Shebele, mtu mkuzima kabisa, kuna miaka zaidi ya 10 na kitu au 20, anahamia eneo hili. Lakini mdogo wao amana Mzee Lubova kwa jina la Idi, yeye ndo alahama na Mzee Abdalla Kinkure 1953. Amahama Mzee Abdalla Kinkure na wanafunzi wake, mmoja akiwa ni magari ile pale, Mzee Manyanya, Muhammad Mswahili, ina maodi fungo risho kinani, wengine wamekufa. Amehama mzee na wanafunzi wake. Lakini kipindi hicho ni Mzee Abdalla Kinkure, Idi Duru, Idi Msami pale, Mzee Idi Mkunduzi, Mzee Rashid Mpwaha, Mzee Hassan Mpwaha, Mzee Rashidi, Mzee Salim, Mzee Musa, wamehama mwaka moja, kipindi kimoja. Na wote katika kuhama kule walikambi yao walipigwa kwa Mzee Joseph Njai. Ndio baadaye wakaanza kujenga maeneo mbalimbali. Hao kwa Khalifa Field Rasuke nani wamekuja juzi tu, sisi tumeshakuwa watu kuoa. Kwa hiyo ndugu yake ndio alitangulia. Na ndio ametusomea sisi alifu bete. Huyo Idi Abdalla. Sawa? Maeneo haya kulikuwa hakuna watu. Mzee wetu kama tunavyomuelewa ni mzee hana ukorofi na mtu yoyote. Sikumsikia mimi. Wala hakunyang'anya shamba la mtu, wala ukata mpaka wa mtu maisha yake. Na tunahakika mtu mwema. Na kuacha ibada. Navyo mueleo mimi. Wala nyang'anya maardhi ya watu, kesho utapatana, utakuta kisanga. Mtume anasema yeyote yule mwenye kunyang'anya shibiri moja ya ardhi, shibiri kiasi hiki, siku ya Kiyama ile ardhi itatandwa kama vile mtu anatanda nyama. Unakuwa ni mnyororo moto anatatiwa au anazungushwa kwenye mwili wake. Kaidi mkijua. Sasa mzee huyu sikumsikia. Ni moja katika neema za Uislamu. Lakini ndio ameondoka. Kuondoka na sisi tuondoka. Mmoja anasema irtahalati dunya mudbira wal akhiratu muqbila fakunu min abunai al-akhirah wala takunu min abunai ad-dunya fa inna al-yawma amalun wala hisab wa ghada hisab wala amalu fi. Haya ndio nataka waende nayo. Irtahalat ad-dunya, endao inakwenda, watu wanasema endao, dunia inakwenda hiyo. Mudbira, dunia inakwenda na kufa mgongo. Wala akhiratu muqbila, akhira na kukabili. Sawa? Dunia inakupa mgongo, lakini akhira ndio kukabili, ndio na mahali na kuenda. Fakunu min abunai al-akhirah, kuweni basi katika gurubu la vijana au watu wa akhira. Wala takunu min abunai dunya, wala msiwe katika gurubu la watu duniani. Fa ina al-yawma amalun, leo hapa unafanya amali zako nzuri mbaya, shauri yako. Sawa? Lakini wa ghada hisabun. Fa ina al-yawma amalu, leo unafanya kazi, ibada, kuswali, kuzulumu na mengineo, utafanya kazi hiyo. Lakini waghada hesabu, kesho ni kuhesabiwa ulisokitenda. Kesho ni kuhesabiwa. Umetenda haki, utalipo haki. Umetenda dhuluma, utapenda dhuluma. Na wale dhulumu tunaoona dunia, wale wanaonekana ima watoto wake hawatanyoka vizuri kwa sababu amekula vitu watu.
Ima watoto wake hawatakwenda vizuri kwa sababu unachanganya vitu vya watu. Sahihi. Kaeni mkijua hayo. Mungu atulinde. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku alipohamia kabla hajahamia kwenda Madina au amehamia Madina, anamtuma Muadh bin Jabal na Abu Musa al-Ash'ari kwenda eneo Yemen kule. Anawaambia mkifika kule waambieni watu ashhadu an la ilaha illa Allah wasilimu. Wakishasilimu wakikubali waambieni Mwenyezi Mungu ameamrisha swala 5 iswaliwe. Wakishakubali hilo waambie Mwenyezi Mungu ameamrisha zaka ichukuliwe kwa matajiri wapewe mafukara au maskini. Kisha namwambia wala mtakidhalika, usitafute tena lingine nje na hayo. Kisha akasema wataki da'watul madhlum, jikinge na dua ya mtu aliyodhulumu, aliyodhulumiwa. Dua ya mtu aliyodhulumiwa haina pazia. Hizi dua zingine zinakwenda angani karibu 7 zinakwenda mbingu kwanza, inachekiwa na mrudisho mwingine, inakwenda soma vitabu vya tasawuf utakuta mturu mrefu sana, inakwenda mpaka 7 ndio inafika makao makuu. Sasa inafika makao makuu na mawili nayo inaambiwa hii haikufanya kwa ajili yangu mimi, afanya kwa ajili ya watu. Hata yeye unasoma mwangalia sana. Miguu zote imechekiwa, haina kasoro. Miguu ya kwanza, ya pili, ya tatu, zingine kichekiwa miguu ya kwanza narudisha. Nyingine ya 3, sasa inapenya mpaka ya 7 inamfikia Allah. Pale Mungu anaicheki. Anaambia hii haikufanya kwa ajili yangu. Huyu akosoma kwa ajili yangu, alisoma kwa sababu hata umsifu. Rudisha. Kambikiza kwenye macho kule. Haya hapo. Soma vitabu utakuta haya maneno. Sawa. Mtume anawaambia usidhulumu. Dua imekudhulumu haina pazia baina wewe na Mungu. Mmoja anasema almadhulumu la yanamu yashku ila Allah. Mwenye kudhulumiwa halali yashku ila Allah, anamshtakia Mungu. Wa ainu Allah la tanamu. Mwenye kudhulumiwa halali na Mungu halali. Tusema ainu Allah, sawa, tusema fasiri jicho. Tutaingia bahari nyingine. Mungu kata tu ondokana na matatizo mengine. Jicho utaingia na matatizo, laisa kamithlihi shay'un fil ardi wala fis samai. Mungu hana mfano na kitu chochote mbinguni wala ardhini. Ukisema na macho yatabidi tuanze kutafuta kamusi. Tuangalie vizuri. Kwanza umesoma somaje wewe? Umekaa wapi wewe? Nani wewe? Na Mungu halali. Sasa visio lale viwili. Mwenye kudhulumiwa halali na wewe na Mungu halali. Sasa wewe safari yako ni ngumu. Ngumu. Haya tuyazingatie. Shanu ametaja kule. Inabidi tugonge kidogo. Mzee mmaliza. Kule Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yake ndefu. Anasema la taqumu saa hata yuqtala au yuqtalu. Kuna hata na tufia au nasibisha. Sasa utajaza mwenyewe. Hata yuqtala alyahudu almuslimin. Hakitasimama kiyama mpaka ya Mayahudi wawaue Waislamu. Kisha fayaktulu almuslimuna alyahud. Kisha Mayahudi watageuka Waislamu kuuao. Ndio maana yote yameshambuliwa, sawa?